wanafanyika watoto wa Mungu. Basi kwa hivyo wewe ukimwamini Yesu unafanyika mtoto wa Mungu, na Yesu haoni haya kukuita ndugu yake. Kwa hivyo wewe ukiwa ndugu wa Yesu, mko na Mungu mmoja na yeye bado. Kile ambaye Yesu anafanya ni Waibrania 1:8. Mungu mwenyewe anamuita Mungu. Unajua wewe ukiwa mtoto unarithi asili ya baba yako, na unarithi vyote alivyo navyo baba yako. Si ati ya kwamba leo baba yako akakupea hii gari, akakwambia hii gari nimekupa, usifikirie hana si kwa hiyo gari. Ukifikiria kwenda kuiuza atakataa, maana alikupea ikusaidie. Kwa hiyo usifikirie hii gari baba yako akakupa hana si, amekupa tu, amekuridhisha. Kwa hivyo wewe ni mrithi wa vitu vya baba yako. Hata Yesu amepewa mamlaka yote na baba yake, amepewa vitu vyote na baba yake. Si ati ya kwamba leo tena mjue Yesu tena baba yake tena mpoteze. Hapana, mkiri baba wa Yesu na umkiri Yesu, huo ndio uzima wa milele. Soma andiko hili. Na kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu, ni cha milele na milele. Unaona, anaitwa na baba yake. Baba yake amemuita Mungu. Yesu akiitwa Mungu, shida hakuna, maana ni jina la baba yake. Amerithi jina la baba yake akiwa mwana pekee wa Mungu. Sasa yeye anaitwa Mungu kwa sababu baba yake ni Mungu. Anaitwa Mungu kwa sababu ni mtoto wa Mungu. Simple as that. Sasa unataka wokovu, unahitajika uamini nini? 17:3 Yohana. Alafu niachilie maswali sasa. Na uzima wa milele ndio huu. Huo ndio uzima wa milele sasa. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Lazima wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Ukitaka kupata uzima, mjue Mungu na umjue Yesu. Paradise utaingia. Kuna mtu ana swali? Waislamu ambao mmenisikiliza, kuna mahali nimedanganya, kuna mahali nimeongea uongo kuhusu imani yenu, kuna swali ulio nayo, maswali ulizeni. Kama una swali, karibu kwa swali. Hiyo viti viko hapo ni viti vya maswali. Leo ndio siku yetu ya mwisho kuwa hapa. Kwa hivyo usifikirie ati kesho utatupata hapa, tunaelekea sehemu zingine bado. Kwa hivyo tumia muda ambaye tuko hapa tukusaidie kwa jambo ambalo limefuruga akili zako kuhusu imani. Watu wamedanganywa ndani ya makanisa, wameaminishwa mafundisho ya uongo, hali ya wafu. Mtu akifa anaenda wapi? Mtu akifa nini kinafanyika? Kaa hapo nikufundishe. Usiaminishwe na watu maneno ya uongo. Mtu akifa anaenda mbinguni, huo ni uongo. Sasa akienda mbinguni, nani watafufuliwa hapa duniani? Maana Yesu atakuja kufufua watu. Sasa wale walienda mbinguni watafufuliwa huko, huo ni uongo. Kwa hivyo kama una swali uliza. Kuna waliokuwa wanauliza kuhusu rapture, unyakuzi. Wakati Yesu atakapokuja, nini kitakapoendelea? Watu walio makaburini watafufuliwa. Wakifufuliwa watamlaki Yesu mawinguni. Yesu atakuwa wapi wakati watakapofufuliwa? Karibu hapo. Kwa hiyo kiti iko hapo hiyo. Mpe microphone. Habari yako brada yangu? Salama sana. Mimi naitwa Francis Dasha. Wewe unaitwa nani? Thomas Nyakundi. Unaitwa Thomas Nyakundi. Ndio. Thomas Nyakundi, wewe ni Mkristo? Kabisa. Asante. Unaenda kanisa gani? Nakuru Central. Hapa. Yeah. Karibu sana. Swali yako gani? Mimi ningependa. Naam. Katika Qur'an wanasema Mungu. Naam. Yesu si mwana wa Mungu kwa sababu Mungu ana mke. Ndio. Sasa ningeomba tueleweshe katika Biblia. Yesu ni mwana wa Mungu aje? Yesu ni mwana wa Mungu aje? Ndio. Haya, mpe huyo kwanza. 1:18 Yakobo. Inasemaje? Kwa kupenda kwake mwenyewe. Alituzaa sisi kwa neno la kweli. Mpe. Mungu hazai kwa mke,
anazaa kwa neno. Ndio. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa na Mungu kwa neno. Ndio. Akasema Yesu kuwa na Yesu akakuwa. Ndio. Tuko pamoja kwa hivyo akawa ni mwana wake. Umeelewa? Asante. Mungu akubariki. Asante. Haya, kuna mwingine mwenye swali? Kuna mwingine mwenye swali? Kuna mwingine alikuwa wakati mwingine anazungumzia kuhusu Roho Mtakatifu. Ile kuongea kwa lugha, lipapa kantarabubusaya. Kanta bila keria. Mpe maiki. Habari yako? Salama sana pastor. Mimi naitwa Francis Dasha. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Polycarp. Atunaitwaje? Polycarp Mokwa. Polycarp. Yeah, hivyo hivyo tu. Asante. Swali yako brada yangu? Swali yangu ni huyu Yesu mwenye unasema ni mwana wa Mungu. Sikatai ni mwana wa Mungu mwanzo. Ndio. Biblia inasema na imeandikwa. Tumia microphone nzuri watu wasikie. Na imeandikwa Yesu ana mwana. Ndio, Mungu ana mwana ambaye ni Yesu. Mungu ana mwana. Safi. Lakini huu mwana kuzaliwa kwake alizaliwa na nini? Alizaliwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Andiko gani linasema alizaliwa na Roho? Andiko gani linasema ni nini ilijaza Maria Mtakatifu akazaa Yesu? Yesu aitwa mwana wa Mungu kwa kuzaliwa na Mariamu. Mariamu alipomzaa Yesu anaitwa mwana wa Adamu. Maana Mariamu ni mwanadamu. Hawezi kuzaa Mungu. Mariamu atazaa mwanadamu tu. Alizaa mwanadamu. Mwenye anaitwa Yesu. Anaitwa Yesu, lakini Yesu kabla hajazaliwa na Mariamu alikuwepo. Swali langu ni hakuna mtu alilala na Yesu na Mariamu akazaa Yesu. Nani? Hakuna. Isipokuwa mimba ya Roho Mtakatifu. Ndio. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Ndio. Mwanzo Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho na hii mimba ni ya Roho Mtakatifu, kumaanisha chenye kitazaliwa ni Roho Mtakatifu. Ndio, bado ni roho. Ni roho imezaliwa. Lakini imepewa umbo la mwili. Ndio. Ukisoma kitu kama Yohana 1 inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Ndio. Na hilo neno likaumbika. Hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Sasa kama hili neno lilikuwa hapo mwanzo na ndio lilikuwa Mungu, si hilo alikuwa. Soma baba, hebu some. Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Unaona, si neno lilikuwa, neno alikuwako kwa Mungu. Twende. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Mpe maiki sasa. Naye huyu neno alikuwa ni Mungu. Ndio. Ngoja nisome baba. Naomba nisome yote. Soma. Haraka. Soma. Verse 3 inasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru iling'aa gizani, wala giza haikuiweza. Hii nuru yenye iling'aa gizani ni hili neno. Hapo tunaelewana? Ndio. Na hiyo wakati iling'aa gizani ni wakati gani wenye haikuwezeka? Okay, acha tuendelee. Palitokea mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aushuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu. Akija katika ulimwengu alikuja kaya nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu. Akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Tunaona huyu Yohana anakuja kumshuhudia, alikuwa ulimwengu, lakini ulimwengu haukumtambua.
Na hii nuru ni neno. Na hili neno ndo lilikuwa mwanzo. Unaona Biblia inasema hakuna chenye kiliumbwa kama si hili neno liliumbwa. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Huyu mtu ashakuja sasa, amefika ulimwenguni. Tuliona aling'aa gizani, lakini giza haikuliweza. Sasa ashakuja wakati wa mwangaza. Ndio sasa ako duniani. Ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Wenye walikuwa ni wana wa Israeli nikiamini, hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioaminio jina lake. Huyo sasa mwenye amekuja, mwenye alikuja wake wakamkataa ni Yesu Kristo. Ndio sisi wenye hatukuwa kwake, lakini wenye hatukuwa wake, wenye sisi ni wa mataifa. Kama unaamini wewe si mwana wa Israeli, wewe si Mwisraeli, wewe ni mtu wa mataifa, ndio la Gentile. Sasa sisi wa mataifa ndio tulimkubali, pia sisi tukapewa hicho kibali cha kuwa watoto wake. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. 14 nasema, naye neno alifanyika mwili. Hilo neno lenye lilikuwa kitambo, lenye liliumba kila kitu, lenye bado ndo lilikuwa Mungu, liliumbika mwili, lilifanyika mwili. Si ati kitu chenye kilizaliwa ni mtoto alizaliwa, ni ule roho. Mungu ni roho. Mfanya swali yako gani brother? Swali langu ni sikatai ati Yesu si mwana wa Mungu, mazo imeandikwa, lakini hatufai kusema. Unajua hapo saa ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, tutakuwa na Trinity, the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Then haifai biblically tunafaa. Sasa swali yako gani? Mimi sijakuwa. Yesu si mwana wa Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Yeah. Ayampe huyo. 20:17 Yohana. 20:17 Yohana. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika 20:17 Yohana. inasema Yesu akawaambia. Mpe huyo. Ni huyo Yesu unaongelea? Huyo. Haya, mpe endelee. Usinishike. Ndio. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu. Maliza. Kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Mpe. Huyo Mungu wa Yesu ni nani? Kwa Mungu wa Yesu ni roho. Na Yesu mwenye ako juu. Na Yesu ni roho, lakini ule roho Mungu mwenye ni roho wa Mungu. Umesema hivi, Yesu si mwana wa Mungu, ni Mungu. Ni Mungu. Sasa tunataka kuuliza, huyu Mungu wa Yesu naye ni nani? Mungu wa Yesu ni Bwana Mungu, ni yeye Mungu. Ukisoma kidogo, usiende bio kwanza, tuende pole. Andiko limesema, Yesu anasema naenda kwa Baba yangu. Naenda kwa Baba yangu. Kwa hivyo Yesu ana baba yake ambaye baba yake ambaye ni baba yetu. Baba yetu ambaye ni roho. Kwa hivyo Mungu, kwa hivyo huyo roho ndiye Mungu. Na huyo roho ndiye Mungu. Na Yesu ndiye huyo roho bado. Kwa hivyo Yesu ndiye mwana na ndiye Mungu bado. Na ndiye Mungu bado na ndiye roho. Jamani. Hebu mpe huyo ni kuonyesha vile wewe ni mpenda Kristo. 2:22 waraka wa kwanza Yohana hadi 23. Ndugu yangu, hiyo imani ukiwa nayo utaugua tu. Unaona? Hii hawa ndio natafuta, si watu wengine. Wewe unafikiria natafuta Waislamu? Hawa ndio natafuta hawa. Ninajaribu kutafuta njia ya kuwapata na ameingia. Sasa wacha kieleweke hapo. 2:22 hadi 23 waraka wa kwanza wa Yohana. Inasema 2:22 hadi 23. Inasema ni nani aliye muongo? Ni nani aliye muongo? Ila yeye akanaye kuwa Yesu ni Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Maliza. Yeye amkanaye Baba. Yule anayemkana Baba na Mwana. Kila amkanaye Mwana. Kila mtu anayemkana Mwana hanaye Baba. Mpe maiki. Ukimkana Baba hauna nini? Hauna Mwana. Ukimkana Mwana hauna nani? Hauna Baba. Sasa naomba uniambie Baba nani na Mwana nani? Maana lazima ukini. Ni mtu mmoja. Ni huyo mmoja. Ndiye Mwana, ndiye Mwana na ndiye Baba. Baba ndiye kila kitu.
jina lake ni Yesu Kristo. Andiko, yeye ndiye mwana, ndiye baba. Yeye ndiye mwana, ndiye baba, ndiye kila kitu. Andiko una search? Si kusearch. Sasa si wewe unajua ni pastor, unaona? Unaupili hizo vitu uko nazo kila masaa kwa akili, unaona? Sasa unaweza pata. Umekumbuka ile swali nimekuuliza? Nimekuuliza swali gani? Swali nimeniuliza. Ndiko la kusema Yesu ndiye baba na ndiye mwana. Na ndiye roho. Toa. John 14:10. Ayampe 14:10 John. Yohana Injili 14:10. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 14:10. Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hayo maneno niwaambiayo mimi. Ampe maiki ashapata. Yesu anasema Baba yu ndani yangu na mimi ndani ya Baba. Hao ni wangapi? Ni mtu mmoja. Mimi sikiliza kidogo. Mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu. Hao ni wangapi? Ni mtu mmoja. Ni mmoja. Ayampe asome hapo 20 hapo. 20 inasema hivi. Siku ile nyinyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu. Mimi ni ndani ya Baba yangu. Nanyi ndani yangu. Mpe. Wewe uko ndani ya nani? Mimi. Mimi niko ndani ya Kristo. Kwa hivyo wewe ni Kristo. Mimi si Kristo, mimi ni mtoto wake. Mwanzo. Mpe asome hapo. Usirukaruke hapo. Unajua naenda na akili yako hiyo kidogo. Katika ile 14:10 unasema kwa maana Yesu yuko ndani ya Baba. Sasa unasema ni mtu mmoja, sawa Asoma hiyo 20. Inasema siku ile nyinyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu. Mimi ni ndani ya Baba yangu. Nanyi ndani yangu. Nanyi ndani yangu. Nami ndani yenu. Mpe. Kumbe Yesu yuko ndani yetu, sawa? Sawa. Na sisi ndani ya Yesu, sawa? Sasa sisi na Yesu ni mmoja ama ni wawili? Kuna sisi na kuna Yesu. Sisi na Yesu ni mtu mmoja, tukiwa kwa imani, tukiwa kwa roho. Lakini saa hii nauliza, kuna sisi na kuna nani? Na kuna Yesu. Hapa Yesu yuko ndani? Hapo ndani ya Baba. Ako ndani yetu. Hapo ndani yetu na sisi tuko ndani yake. Sasa Yesu akiwa ndani yetu, tunakuwa Yesu. Tunakuwa Yesu. Kwa hivyo wewe ni Yesu. Sikia. Kidogo jibu swali. Mimi si Yesu, lakini na Yesu yuko ndani. Mimi ni mfano wa Yesu. Na Yesu yuko ndani? Yuko ndani yangu. Kwa hivyo wewe ni Yesu. Mimi ni Yesu kwa mfano wake. Kwa mfano, lakini wewe si Yesu. Ako ndani yangu. Lakini wewe si Yesu. Akiwa ndani yangu, hata chenye anaongea ni yeye anaongea. Ndio nauliza hivi, wewe ni Yesu? Mimi si Yesu. Na Yesu yuko ndani? Kwanza unaona hapa jibu swali. Ndio nakujibu. Kwanza ujue mimi venye nimekaa hivi niko mara tatu. Unaona? Niko mara tatu. Niko na mwili, niko na roho, niko na nafsi. Uko na roho. Sasa hiyo roho ni Yesu. Roho iko ndani yangu. Au Yesu. Sasa Yesu akiwa ndio Yesu ile roho kama ile moyo. Ile roho kama yenye ilijaza Maria mtakatifu akazaa Yesu ikiwa ndani yako, kwa hiyo imani nyinyi na Yesu ni kitu kimoja. Kwa hivyo ninauliza hivi, Yesu yuko ndani yetu, sawa? Yuko ndani yetu. Sasa wewe Yesu yuko ndani yako, sawa? Wewe ni Yesu. Mimi ni Yesu kwa roho. Unasikia swali? Umesema swali. Mimi sijauliza kwa roho ama kwa nini. Nauliza hivi, Yesu yuko ndani yetu. Kwa hivyo kuna sisi na kuna Yesu, sawa? Usiniangalie kwa mwili, niangalie kwa kiroho. Kwa kiroho. Ayampe huyo. Niangalie kwa 17:9 Yeremia. Moyo. 17:9. Ndugu zangu, hii kitu Bwana itawatoka wapi? Yesu ndio huyo. Hebu soma. Moyo huo mdanganyifu kuliko vitu vyote. Mpe. Huyo moyo ambaye ni mdanganyifu ni gani? Niambie roho. Wewe uko na moyo? Mimi niko na moyo. Na moyo wako ni? Moyo wangu ni roho ya kupumua. Mpe huyo, hata ya kupumua. Inasema moyo huu mdanganyifu kuliko vitu vyote. Mpe. Wewe una moyo? Mimi nina moyo. Kwa mujibu wa andiko hiyo, moyo wako ni? Kurudia.
Moyo wadanganyifu kuliko vitu vyote. Una uwezo wa kufisha, nani awezaye kujua? Kwa hivyo moyo wako ni? Moyo wangu si mdanganyifu. Kwa hivyo hiyo andiko la uongo. Hiyo andiko ni la uongo. Andiko kuandikwa limeandikiwa. Ni la kweli la uongo? Ni la ukweli. Linasema moyo ni danganyifu. Na wewe uko na moyo? Si kwa wote wenye wako na moyo danganyifu. Hapo imesema si kwa wote, amesema moyo ni danganyifu. Sasa ukisema moyo ni danganyifu, moyo wangu ni danganyifu, kumaanisha simjui huyo Yesu. Haya, mpe huyo. Usijie ni mdanganyifu kwa nini? Mwanzo kabla tujaenda, umebatizwa? Mimi? Ndio. Umebatizwa kwa njia gani? Kwa maji mengi. Kwa maji mengi? Ndio. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndio. Mbona ulichukulia kubatizwa katika jina la mtu mmoja? Mwanzo imeandikwa Yesu, Mathayo anafikiria mahali Yesu anaambia wanafunzi wake, enda mtu wabatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho. Ndio Yesu alisema. Ni Yesu alisema. Walitii. Hawakutii. Sijui kama mwanzo sijaona kwenye imeandikwa kuna watu walibatizwa. Mpe usikie. Ngoja kwanza tu, wewe ni pastor, utashika hizo vitu utanijibu. Tukisonga mbele tunaona Matendo ya Mitume, wakati Yesu ashapa watu washachazwa na Roho Mtakatifu. Wakati walichazwa na Roho Mtakatifu, kuna ile walishuhudiwa huyo Roho, kuna chenye aliwafunulia wakaona. Mwanzo wakati walikuwa na Yesu hapa hawakukijua, lakini wakati Yesu alipaa, huyo Roho akashuka kwa wachaza, aliwafunulia kuwaambia mimi ni ule, ama kuna kitu waliona. Ndio maana hapo huyo sijini Petro anasimama kwambia endeni kwa mataifa, wa mataifa. Naomba kidogo kabla hujaenda huko, maana unatoka kwenye mada wewe. Kwanza turudi hapa kwa Yesu. Tutaenda kwa hiyo ubatizo tutaenda. Kwanza wewe umesema hivi, Yesu ndiye Baba na Yesu ndiye Mwana na Yesu ndiye Roho. Si hivyo umesema? Ndio nikakwambia moyo wako ni mdanganyifu. Sasa nilikuwa nataka nikuprovie. Mpe usikie. 3:16 Mathayo. Tumalizane na hiyo kwanza tuende kwa nyingine. Usirukaruke. Inasema 3:16 ya Mathayo. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa. Nani huyo alikuwa anabatizwa? Yesu. Twende. Mara akapanda kutoka majini. Inasema hivi, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Twende. Na tazama, mbingu zikamfunikia. Mbingu zikafunuka. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Mpe maiki. Nani huyo alikuwa anabatizwa? Yesu. Na Roho wa Mungu akaja akashuka kutoka mbinguni. Huyo Roho alikuja juu yake, bado ni yeye? Ni yeye. Mwanzo, na hiyo sauti ilikuwa inaongea, ilikuwa nani? Yenye ilikuwa inasema huyu ni mwanangu. Ni sauti ya Mungu. Huyo Mungu ni nani? Mungu Baba, kama amekaa katika kiti cha ufalme mbinguni. Na yule alikuwa anabatizwa? Mwenye alikuwa anabatizwa ni Roho ya Mungu yenye iko katika mwili wa mwanadamu. Huyo alikuwa anabatizwa nani? Mwenye alikuwa anabatizwa ni Yesu Kristo. Na yule alikuwa anatoa sauti? Ni Baba Roho akiwa katika kiti cha ufalme. Na yule alikuwa anabatizwa ni Yesu? Ni Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna Yesu na nani? Na Baba. Mwanzo Yesu akitoka hapa akipaa, atakuwa katika ile kiti chake cha ufalme, atakuwa yeye ndiye mmiliki wake, atarudi kwa kiti chake, atakuwa yeye. Yesu sasa ako wapi? Ako mbinguni. Amekaa wapi? Ako mbinguni katika kiti cha ufalme na ako hapa. Naomba hivi. Mahali Yesu amekaa mbinguni, amekaa wapi? Amekaa mkono wa kulia wa Baba, kumaanisha ako na yale mamlaka. Yeye ndiye. Kwa hivyo amekaa mkono wa kuume wa nani? Wa Baba. Kumbe kuna Baba na Yesu amekaa upande wa? Sikia, hakuna Baba. Mimi nakwambia venye Biblia imeandika, amekaa katika mkono wa kulia wa Baba. Kumbe Yesu amekaa mkono wa kulia wa nani? Wa Baba. Kumbe kuna Yesu na Baba. Na mbona ulikuwa unasema Yesu ndiye Baba? Lakini nini? Ujue Biblia ni ufunuo. Biblia ni. Ndio nauliza hivi. Wewe umejibu vizuri, Biblia vile inasema. Yesu amekaa mkono wa kulia wa nani? Wa Baba. Kwa hivyo kuna Yesu na Baba. Na mbona wewe unasema Yesu ni Baba? Unajua kuna kwenye ushiki mzuri Wapi ziziki? Hapo sasa kwenye nakwambia Yesu ako mbinguni
Akiwa mbinguni nakubali. Akiwa mbinguni amekaa wapi? Amekaa wapi? Kwenye kiti cha kwenye mkono wa kulia wa nani? Kwa kiti cha enzi. Cha nani? Kwa kiti cha enzi. Cha nani? Akijaandikwa kwa kiti cha enzi. Hakijaandikwa? Biblia inasema kwa kiti cha enzi hapa. Hajaandikwa? Nasema kwa kiti cha enzi. Sijasoma kwenye imeandikwa. Lakini sasa kama unasema Yesu ni mwana wa Mungu. Tukirudi katika sheria, kabla kwenda kwa sheria kwanza. Mimi naomba tuelewane hapa kwanza. Wewe umesema pale juu haijaandikwa. Si umesema hivyo? Nisomee kwenye ndio hiyo. Hebu nipe 7:59 Matendo ya Mitume. Hao watu sijui wanasomaga Biblia hapo side down ama vipi? Na shida yenu ni kupinga Biblia live. Hebu soma. Inasema katika 59 ndio wakampiga kwa mawe Stefano, ndio naye akiomba akisema Bwana Yesu, pokea roho yangu. Hebu anzia juu. 54 basi waliposikia maneno haya wakachomwa mioyo, ndio wakamsiagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akatazama macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Yesu amesimama wapi? Mkono wa kuume wa Mungu. Huyo Mungu ambaye Yesu alisimama mkono wa kuume nani? Ate nini? Uliza. Mpe rudia andiko. Usikilize. Basi waliposikia maneno haya wakachomwa mioyo, wakamsiagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akatazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Yesu amesimama wapi? Upande wa kuume wa Mungu. Kumbe kuna Mungu na kuna nani? Kuna Baba. Ati? Kuna Mungu na kuna Yesu. Na mbona wewe unasema Yesu ndiye Mungu? Mimi Yesu ndiye Mungu. Na nitasimama na hiyo hadi wakati wa mwisho. Haya, mpe huyo ni kuonyesha vile utaungua. 17:3 Yohana. Inasema na uzima wa milele ndiyo huu. Ukitaka uzima wa milele ndugu yangu, ndiyo huu, wakujua wewe Mungu wa pekee, wa nani? Wa kweli. Na nani? Na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe ukitaka uzima wa milele umjue nani? Ndiye Mungu wa rudia andiko, usiongeze vitu kwa Biblia. Na uzima wa milele ndiyo huu, wakujua wewe Mungu wa pekee, wa kweli. Na nani? Na Yesu Kristo uliyemtuma. Mpe maiki. Ukitaka uzima wa milele umjue nani? Venye nimesema. Aje. Sitakila mliko. Mpe arudie ukilaimu. Mpe arudie. Lazima hiyo rudie hiyo. Mungu wa pekee. Mpaka nisome pekee yangu. Wapi? 17:3 na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe nani? Mungu wa pekee, wa kweli, Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe ukitaka uzima wa milele utajua nani? Mungu wa pekee, kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo lazima ujue Mungu na umjue Yesu. Na mbona wewe unasema Yesu ndiye huyo Mungu bado? Mwanzo tuendelee kusoma kwenda chini. Usikie vile anasema, mimi nimekutukuza duniani. Nani huyo? Yesu ametukuzwa duniani. Wewe. Yesu ndiye anaongea, anamwambia Mungu, nimekutukuza duniani. Yesu ndiye anaambia Mungu. Sianzia hapo moja. Maneno hayo aliyesema Yesu, aliyesema Yesu. Hiyo maneno Yesu ndiye anasema. Yesu ndiye anasema. Akasemaje? Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasemaje? Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwanao wako naye akutukuze wewe. Kumbe Yesu aliambia nani? Aliambia baba yake. Akamwambiaje? Mtukuze mwanao, ili mwanao akutukuze. Huyo mwana wa baba ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Mungu akubariki sana. Akimwambia baba yake, ngoja ubarikiwe. Hata wewe ubarikiwe. Mungu akubariki basi. Amina. Lakini sikia, usikue wa kuenda haraka hivyo.
Wewe si umeshakiri Yesu ni mwana wa Mungu tosha? Sijakiri, nimesoma andiko. Utakiri? Nimesoma andiko venye andiko linasema. Kwa hivyo wewe hauwezi kukiri Yesu ni mwana wa Mungu? Mimi nakiri Yesu ni Mungu. Haya, mpe huyo. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 10. 5:10. Kumbe huyu jamaa anakataa kukiri Yesu ni mwana wa Mungu. Nani alikuwa? Naomba andiko moja hivi. Mtu ambaye anamkiri Yesu Mungu atapata uzima. Toa moja. Hakuna andiko kama hili. Inasema yeye amwaminie mwana wa Mungu nao huo ushuhuda ndani yake. Maliza. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa muongo. Maliza. Kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanae. Maliza. Na huu ndio ushuhuda. Na huu ndio ushuhuda kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huo umo katika mwanae. Maliza. Yeye aliye naye mwana, yule anaye mwana anao huo uzima. Maliza. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Mpe. Yule hana mwana wa Mungu hatapata uzima wa milele. Wewe uko na mwana wa Mungu? Niko na mwana wa Mungu. Anaitwaje? Anaitwa Yesu Kristo. Sasa nini ingine tunasubwana Huyo Yesu Kristo ndiye Mungu. Sasa ndiye mwana wa Mungu na ndiye Mungu. Mwana ndugu yangu utabarikiwa pia wewe. Sasa pastor, naam, mimi venye naamini hivyo Yesu ni Mungu. Unaniambia sina haki mbele yake? Hauna. Sina haki kabisa. Kabisa una. Lazima ukiri baba yake na umkiri yeye. Baba yake. Ukikiri Yesu ni mwana wa Mungu ndio unapata uzima. Na hili jina la huyu Mungu ni nani? Jina la huyu Mungu ni nani? Mpe huyo. 20:17 Yohana. 20:17 Yohana. Huyo Mungu ni nani? Inasema hivi. Inasemaje? Katika 20:17 kitabu ni cha Yohana. Haya, nimefika mahali hapo. Unasemaje? Yesu akawaambia. Akawaambiaje? Usinishike. Maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu. Maliza. Ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Maliza. Kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mpe. Huyo Mungu ni Mungu wa Yesu. Umeelewa? Nimeelewa. Mungu akubariki. Ya kubariki. Asante. Alafu hapo sasa pastor, umesema mimi sina wake. Hakuna mahali Mungu anasema watu wakahubiri Yesu ni Mungu, watu waamini Yesu ni Mungu waokolewe. Biblia inasema eda ukahubiri Yesu ni mwana wa Mungu, watakaokiri Yesu ni mwana wa Mungu wataokoka. Naam. Sawa. Hiyo ndio inaitwa injili. Tufungie hapo ingine tena tusafikia. Asante. Nikikuja nilipata umeanzia ukisema ati watu Mungu alipeana sheria akasema siku ya Sabato, siku kama ya leo. Leo ni Sabato kabisa. Watu hawafai kufanya kazi. Wanafaa watulie. Wakikaa hao wote wanauza hawa wenye saa na nini hao. Wanahitajika wakuwe wanaweka nyumbani, wamewacha nyumbani. Hapa wangekuja tu kusikiliza maneno ya Mungu. Kusikiliza neno la Mungu. Wewe unasemaje? Hivyo sisi wenye hatuweki Sabato pia haki hatuna. Mpe huyo. 18 ile Ufunuo. Inasemaje? 18:4. Ufunuo wa Yohana. Inasema hivi katika 18:4 kitabu ni cha Ufunuo. Ndio. Biblia inasemaje? Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema. Kuna sauti inatoka mbinguni. Inasemaje? Tokeni kwake enyi watu wangu. Mpe. Nyinyi ile kitu mnafanya mko kwa wenyewe. Ni watu wa Mungu waliopotea. Mnahitajika mrudishwe kwa Mungu. Na hapo kwa masomo ikisema tokeni kwake. Tokeni kwake enyi watu wangu. Huyo ambaye ni kwake ni mwenye sandi. Ndiye mwenye huyo wako hapo. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Ndio. Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Ndio. Sasa Mungu ametuambia tutoke kwake. Huyo tusije tukashiriki maovu yake. Maana yameenea. Kabisa. Huyo mwenye tunatoka kwake ni huyo kanisa. Ama aje? Mbe huyo. Soma hapo 2. 2 inasema. Akalia kwa sauti kuu akisema. Umeanguka Babeli ule mkuu. Mpe huyo. Anaitwa Babeli. Babeli ule mkuu. Huko ndio mko. Babeli
ni kuchanganyikiwa. Yaani kazi yenu tu ni kutumia vitu ambavyo maandiko hakuna. Mko confused. Tuko confused. Kazi yenu tu ni kuimba kwa kanisa. Kuimba. Pastor, hii siku ya saba ya Sabato iliwekewa nani? Iliwekewa nani? Mpe huyo. 2:27 Marko. Inasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Mpe, iliwekewa mwanadamu. Wewe ni mwanadamu? Mimi ni mwanadamu. Uliwekewa nini? Niliwekewa Sabato. Na kwa nini unakataa? Sikatai. Haya, tuendelee. Hiyo Sabato sasa iliwekewa mwanadamu. Ndio. Hapo mwanzo wakati Mungu alifanya kazi siku 6, siku ya 7 akapumzika. Akasema hii siku nimeibariki na nikaitakasa na nikaikataza. Ni Musa akaandika. Tukiendelea mbele tunakuja Exodus. Tunaona sasa sheria zimeanza kupeanwa. Sheria yenye inapeanwa ni ya pili. Keep the Sabbath day holy. Amri ya pili. Unasoma Biblia wewe? Si amri ya pili. Ni ngapi? Ni amri nakwambia venye nasema. Wewe unasema amri ya pili. Hiyo sasa. Keep the Sabbath day holy. Kumaanisha hiyo siku isifanye kazi yote ikipewa holy. Ndio. Lakini nani alipewa hiyo sheria? Nani alipewa? Ni sisi ama ni wana wa Israeli? Ni sisi, kila mtu. Mpe hiyo sikie. 29:14 Kumbukumbu ya Torati. Nafikiri nyinyi mnafikiriaga amri. Siwende ukaibe. Maana Waisraeli waliambiwa usiibe. Wenda ukaibe. Ukupewa. Nasemaje? Wala sifanyi nanyi peke yenu agano hili. Sifanyi na nyinyi peke yenu agano hili. Na kiapo hiki. Ila na yeye aliyesimama hapa. Nasi hivi leo. Mbele ya Bwana Mungu wetu. Tuende. Na yeye naye asiyekuwapo pamoja nasi leo. Mpe huyo. Walipewa hao na wale hawakuwapo kama wewe. Kama mimi. Ndio. Lakini ndio wana wa Israeli walipewa. Wamepewa wale walikuwa hapo, wana wa Israeli na wasiokuwa hapo. Sasa kumaanisha siku ya Sabato tufai kufanya kazi. Haifai. Tufuate hiyo sheria. Kabisa. Kama unataka kufuata Mungu. Na wakati Yesu alikuja, sio siku ya saba ndo alifanya kazi na ndo uliona Yesu na jembe ya kilima? Uliona Yesu na jembe ya kilima? Hapana, sikuwa. Ama akizunguka hizi vitu wao wanazungusha. Lakini si alikuwa anaponya siku ya Sabato. Kwani kuna mahali siku ya Sabato iponywe? Mtu aponywe. Si ni siku ya kufaa kupumzika. Mpe huyo. 12 Mathayo. 12:12. Mathayo. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 12:12 kitabu ni cha Mathayo. Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Twende. Malizia. Inasema mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Mpe, ni halali kutenda mema, kuokoa si kuua. Sasa Yesu anapoponya siku ya Sabato, ama kuna mtu alilipisha pesa? Hata amemponya akamwomba pesa? Hakuna. Basi hiyo Sabato ni kazi ya Mungu inafanyika. Si hata saa hii nimekuja na speaker, nimewekelea hapo juu. Sisi tuko chini ya sheria ama tuko chini ya neema? Mpe huyo. 3:31 Warumi. 3:31 Warumi. Inasema hivi. Inasemaje? Basi. Je, tuibatilishe sheria kwa imani? Hiyo? Tunaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha. Hapana. Kinyume cha hayo, tukiamini kinyume cha hayo, tunathibitisha sheria. Mpe, tunathibitisha sheria tukishapata imani. Ndio, si kuvunja sheria. Umeelewa? Hivyo nafaa nifuate sheria ndio nikuwe na imani. Kufuata sheria ndio uko na imani. Unakuwa na imani unatii sheria. Nakuwa na imani ndio natii sheria. Ndio. Sasa watu wote wenye tuabudu Saturday mbinguni hatuwezi ona. Mpe nikuonyeshe mahali mtaenda. 31:15 Kutoka. Kazi itafanywa siku 6. Ndio. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa. Maliza. Takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote siku ya Sabato, hakika yake atauawa. Mpe. Kumbe wale wanafanya kazi siku ya Sabato watafanywaje? Watauawa. Kumbe hata wewe utafanywaje?
Venye nimesema ati nitawawa, lakini mimi sitawawa. Utawawa. Kwa hivyo Mungu ni mwongo. Mwanzo mimi. Mungu ni mwongo. Mungu ni mwongo akisema ataua utaua. Kaa hapo, usiende mahali. Wale polepole, tulieni. Hapa tunakaa, hapa tunakesha. Yaani leo ni siku lazima kieleweke. Hatukuji kesho, hapa ni leo tu. Biblia imesema wale wanafanya kazi siku ya Sabato, watafanyaje? Watawawa. Wewe unafanyaga kazi siku ya Sabato? Mimi nafanya kazi siku ya Sabato. Kwa hivyo utafanywaje? Mimi nitaokolewa. Ukiacha kufanya niko na wokovu. Kwa hivyo wale wanavunja amri za Mungu wataokolewa. Kwa hivyo ukienda mbinguni utapata wasinifu na wezi, si ndio? Mbinguni Biblia inakataa watu hawataingia. Wezi. Wezi wataingia? Hawataingia. Kwa nini? Mwanzo ni watenda maovu. Kwa hivyo kuzini na kuiba ni kutenda mabaya. Kuzini. Na kuiba. Ni kufanya mabaya. Maana ni kuvunja sheria ya nani? Ya Mungu. Na kufanya kazi siku ya Sabato ni kuvunja sheria ya nani? Kuvunja sheria ya Mungu. Kwa hivyo wezi na wavunja Sabato wataenda wapi? Wataenda jehanamu na maanisha. Sina maanisha, ni Biblia inasema, si mimi. Umeelewa? Mimi niko chini ya neema. Kwa hivyo hata mwizi aendelee kuiba akiwa chini ya neema. Ukiwa chini ya neema, neema inakufundisha kutii ama kuvunja. Bas kuna fasi inasema aje? Kama tushamjua sisi, sijui kama ushaipatana. Najua ni Warumi 8. Hakuna kitu kingine unatoa hapo. Basi unisomee. Mbona kusomea? Hakuna hukumu ya adhabu katika walio Kristo Yesu. Si ndio hiyo? Nasema sisi wenye tushamjua, hatufai kuweka siku ya Sabato. Hakuna andiko kama hiyo. Hakuna andiko kama hiyo. Hiyo ni yako, andika. Andika hiyo. Ama ni Wakolosai 2:16. Mtu asiwahukumu nyinyi katika Sabato. Kusoma hiyo nasema. Mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula au vinywaji au sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Mambo hayo ni kivuli ya mambo yajayo. Mambo hayo ni kivuli ya mambo yajayo. Bali ni wa nani? Ni wa Kristo. Mpe ama ni hiyo? Asante sana, asante sana, asante sana. Ndio. Wakolosai. Bali mtu asiwahukumu 16. Brothers. Okay. Basi mtu asihukumu nyinyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili wa Kristo. Kama hiki ni kivuli cha mambo yajayo, kitu halisi ni nini? Kitu halisi ni nini? Ni Kristo. Kitu halisi ni Kristo. Kama kitu halisi ni Kristo, au Kristo tuliona hapo ndani yetu, basi mbona tufuate sheria ya kutuacha? Sasa ukiwa ndani ya Yesu, Yesu alitii Sabato. Yesu alitii Sabato. Kwa hivyo Yesu akiwa ndani yako, wewe unatii nini? Mimi natii Sabato. Maana Yesu yuko ndani yako. Hapo ndani yangu. Si ndio? Wewe unatii. Akiwa ndani yangu, uvuji. Akiwa ndani yangu sitaki sheria. Utaki sheria? Sitaki sheria. Sheria inasema usiibe. Yesu akiwa ndani yako utaki? Na sasa jibu swali. Wewe Yesu akiwa ndani yako, sheria inasema usiibe. Kwa hivyo Yesu akiwa ndani yako unaiba, utaki sheria? Yesu akiwa ndani yako utaiba mwanzo wewe. Kwa hivyo utavunja nini? Utavunja sheria. Na Sabato ni sheria ya nani? Ni ya Yesu. Kwa hivyo Mungu akiwa ndani yako utavunja nini? Utavunja sheria. Hata Sabato utafanyaje? Utavunja. Kwa ndani yako, lakini hata usipoweka hiyo siku ya Sabato, si tumeona hapo, kwani nimekuambia nini? Mtu asipohukumu hata kama hapo inasema hivi, imeanza mtu asihukumu kwa kinywaji. Kwa kinywaji. Kwa hivyo hata wanakunywa changanya wako sawa. Kwa hiyo kinywaji, changani kinywaji. Changani kinywaji. Changani kinywaji. Kwa hivyo wale wanakunywa changanya wasihukumiwe, si ndio? Hiyo ni kileo. Lakini ni kinywaji. Haina cha vinywaji. Haina za hapo imesema mtu asihukumu wewe katika kinywaji. Sawa. Mtu asihukumu kwa kinywaji. Kwa hivyo mtu anakunywa changanya, anasema hii ni kinywaji, usifanyeje? Asihukumiwe. Atatumia ile andiko vizuri? Yeye anatumia ile andiko vibaya. Kwa hivyo hata wewe utumie vibaya? Mimi situmii vibaya. Mpe nikuonyeshe vile unatumia vibaya.
Soma andiko hiyo. Inasema mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula. Ayampe. Kwanza hapo inasema mtu asikuhukumu katika nini? Vyakula. Kwa hivyo ukiwa na vyakula usifanyeje? Usihukumiwe. Vyakula. Mtu asikuhukumu kwa vyakula. Ukiambiwa mtu asihukumu kwa vyakula, uko naye ama hauna? Niko na hiyo chakula. Haya, mpe sasa, endelee. Ngoja, kuna hiyo chakula yenye imeandikwa hapo mtu asikuhukumu. Si ndio hivyo? Ni vyakula. Kuna zile vyakula Mungu alikuwa amesema zikulwe. Kwa hivyo ile naongelea hapo ni ile mzuri. Hii yenye amekuja kuongelea hapa ni ile kama Exodus alikataa tusikule sungura, pande nyingine tusikule sungura, usinihukumu, niko na haki. Uko na haki ya kukula sungura? Niko na haki ya kukula sungura. Kwa hivyo hawakukula, wanakula kinyoka. Sasa hiyo ukikula uko na haki. Uko na haki. Wewe unakula kinyoka? Bora mimi sikule, lakini nikipata imepikwa utakula. Kula mwanzo, niko na haki. Zote ni Mungu aliumba. Kama unajua ngoja kidogo. Kwa hiyo vitu zote ni Mungu aliumba. Kwa hivyo unakula vyote. Unakula yote kama conscience yako isikuzi. Bwana. Injili hii ndugu zangu sijui mtaenda mbinguni kupitia wapi jamani? Hebu sikia. Hiyo kwanza hapa inaongelea Sabbath. Unajua sabato ngapi ndani ya Biblia? Sabato. Ni sabato moja. Unajua nyingine? Asijajua nyingine. Na ningekuonyesha nyingine? Ndio nataka uone. Mpe hiyo. Walawi 23:5. Sabato ziko nyingi. Zile zilikuwa kivuli Paulo anazungumzia hapo. Lakini sabato yenye tunazungumzia na wewe si kivuli, iko ndani ya amri. Hizo zingine zilikuwa haziko ndani ya amri. Sisomwe hapo usikie. 23:5. Walawi. Inasema mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza. Siku ya 14 ya mwezi. Siku ya 14 ya mwezi. Wakati wa jioni. Ni Pasaka ya Bwana. Twende. Na siku ya 15 ya mwezi. Ule ni sikukuu kwa Bwana. Ya mikate usiotiwa chachu. Maliza. Taila mkate. Isiyochachwa. Muda wa siku 7. Twende. Siku ya kwanza mtakuwa na kusanyiko takatifu. Mpe. Hiyo ilikuwa ni siku ya kwanza ya ile kuanza Pasaka, ilikuwa ni Sabato. Na kumalizia ilikuwa ni Sabato bado. Na ilikuwa ni ya Pasaka, ile kondoo inachinjwa. Sasa wakati Yesu alipokuwa msalabani, hizo ziliondoka hizo. Zilikuwa ni kivuli. Tuko pamoja Ndio unaona hiyo haiko kwenye amri 10. Ili ambaye Paulo anazungumzia ni hizo. Sasa tunamuuliza yenye iko kwa amri 10, anasemaje? Mpesikie 7:19 wa Korintho wa kwanza. 7:19. Wakorintho wa kwanza. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika 7:19 kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza. Kutahiriwa si kitu. Kutahiriwa si kitu. Na kutokutahiriwa si kitu. Wala kutotahiriwa si kitu. Bali kuzihifadhi amri za Mungu. Mpe. Naona vile Paulo anasema kuhifadhi amri za Mungu. Sabato ya amri iko hapo ndani. Hawezi kusema mhifadhi amri tena ametoa hiyo. Iko, lakini zile sabato zilikuwa ni kivuli, hazikuandikwa hapo kwenye amri. Hapana, zilikuwa ni kivuli. Yesu aliposulubiwa ziliondoka. Unaelewa? Mungu akubariki. Kwa hivyo usije ukatumia maandiko ya Paulo vibaya. Utapata ya kwamba unapoteza watu. Haya. Habari yako ndugu yangu? Poa sana. Mwili wa afya. Uko mzima? Yes. Naitwa Francis Dasha. Wewe unaitwa nani? Naitwa Emmanuel. Emmanuel, wewe ni Mkristo? Ndio. Unakubali Biblia? Ndio. Mpe huyo 11:7 wa Korintho wa kwanza. Inasema kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa. Mpe. Mungu anasema usifunike kichwa. Kwa hivyo funua. Haya, swali yako? Mimi nilikuwa nauliza hivi. Ulisema eti mtu kaa leo eti wasitembeze vitu kuuza. Isiuswe. Na ni wapi imeandikwa kwa Biblia eti leo ndio siku ya Sabato? Mahali imeandikwa. Mpe usikie. Luka 23:52 hadi 54. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. Maliza. Akaushusha, akauzinda sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile, hiyo siku Yesu alikufa na akawekwa kaburini, ilikuwa siku ya maandalio, ilikuwa ni siku ya Friday. Na Sabato ikaanza kuingia. Mpe, Sabato iko mbele ya Friday. Ile siku iko mbele ya Friday inaitwaje? Wapi imeandikwa Friday? Wapi imeandikwa Friday? Hiyo siku ya maandalio ndio inaitwa Friday. Nani alisema? Mpe hiyo, chukua hiyo Biblia ya Kiingereza iko hapo.
iko Biblia iko na ngozi ya red Paulo. Ama hii ndogo hii iko juu. Kwa nini mnaweka vitabu nusu? Chukua hii. Chukua hii ya nini? Hii ya Kiafrika hiyo. Nipe ukurasa wa 2206 hapo. Inasema Sabato sikukuu pekee iliyoamriwa katika amri 10 za Mungu. Twende. Huadhimishwa siku ya 7 ya wiki, Jumamosi. Mpe. Kumbe na siku ya Sabato inaamrishwa siku ya gani? Jumamosi. Haya, mpe. Kumbe Sabato ni lini? Ni Jumamosi. Na leo ni lini? Ngoja. Hii siku ya Jumamosi si Mungu alisema, ni binadamu walipeana masiku kwa wiki. Hata kama alipeana, Mungu alipeana siku 7. Hiyo siku 7, ngoja kidogo. Hiyo siku 7 Mungu aliweka. Wanadamu wakazipea majina kulingana na heavens. Kwa pamoja siku ya kwanza ikaitwa sun day, siku ya jua. Kwa pamoja zikapewa hivyo mpaka ikafika Saturday. Kwa hivyo hiyo siku ya Saturday ndio siku ya 7 ya Mungu. Ndio inaitwa Jumamosi. Kwa jina lingine inaitwa siku ya 7. Ukiita siku ya 7 sawa. Ukiita mandasi, maharagwe, bora ni ya 7, hakuna shida. Unajua hii siku Mungu haijui eti ni Jumamosi. Sasa wewe, mimi ile kitu sitakagi ni mtu anabisha kitu iko na ukweli. Sasa itabidi wewe uandike tu yako. Maana mimi nimekusomea hapa. Ama sija kusomea? Jumamosi Yesu imeandikwa, lakini si Mungu alipeana hiyo siku. Kwa hiyo iko ndani ya kitabu gani? Mimi sijui. Ujui? Hebu muone hiyo Biblia unasoma. Hiyo ni Biblia ama si Biblia? Hiyo ni nini hiyo? Hii ni ya Kiafrika, hii si ya Mungu. Si yako. Hiyo Biblia ingine simwekelee hapo. Huyu mtu nimsaidie. Mwekelee kama Biblia 3. Soma hiyo nayo. Luka 23:54. Leta hiyo ingine. Iko wapi hiyo ingine nauitisha? Mimi niko na swali kwako. Wewe unaamini Biblia imeandikwa na Mungu, si Mungu? Na ulisema wewe ni Mkristo, si ndio? Haya, hii Biblia iliandikwa kivipi? Hapana, Biblia iliandikwa aje? Kama ni mtu aliandika, alitoa wapi roho wa kumuongoza andike Biblia? Ngoja nikuulize. Huyu mtu akakuja kuandika hizi vitabu mpaka zinatoka 2020, ako wapi anaandika? Niko na version ya dictionary hapa. Tuachane na Biblia, hata usikie dictionary peke yake inasema a season or a day of rest, one day in 7 appointed a rest of worship. No, see hiyo inasema a day of rest and worship, Sunday for most Christians, Saturday for the Jews and a few Christian, Friday for Muslim. Ayampe kwanza. Asoma kwa hiyo Biblia iko hapo. Luka 23:54. Na umletee hapa. Unajua kusoma Kiingereza? Mpe asome mwenyewe. Unajua kusoma Kiingereza? Mpe baki Paulo. Unajua kusoma? Sijui. Haya basi akusomee. Inasema this was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Mpe. Kumbe Friday inaitwaje? This was done late on Friday. Yaani Yesu alipelekwa kaburini. Haya alifanyika on Friday afternoon, the day of the preparation for the Sabbath. Tuko pamoja? Kwa hivyo Friday inaitwa siku ya maandalio ya Sabato. Kwa hivyo Friday ni siku ya 1-2 ni siku ya maandalio, Sabato inaingia. Kwa hivyo Sabato iko mbele ya Friday. Swali kwako, siku yenye iko mbele ya Friday wewe unaitalaje? Ni Saturday hiyo. Ambaye Mungu anahitaji hapo? Jumamosi. Ameita Sabbath. Sawa. Sabbath iko mbele ya Friday, sawa Kwa hivyo Sabato ni siku yenye iko mbele ya Friday, sawa? Ni siku gani? Ni Saturday. Hiyo hata hakuna mtu anapinga hiyo. Alafu naam, na hao wenye wanahubiri Sunday, si Mungu ndio wanahubiria? Hakuna. Hiyo Sunday, hebu chukua kitabu cha historia hapo. Nikuonyeshe mwenye Sunday.
Mwenye Sade ni nani? Sade iko na mwenyewe. Friday ni ya Muhammadi, Sunday ni ya Konstantino, Saturday ni ya Mungu. Wewe utachagua tu utafuata nani? Ukurasa wa 225. Soma. The church and the Roman emperors. The church and the Roman emperors remained the official residence of the popes until the 14th century. Nani? Constantine also declared Sunday a public holiday. Sunday a public holiday, a day of rest for the service of God. Mpe. Nani alisema Sunday iwe siku ya mapumziko kwa ibada? Anaitwa Constantino. Tuko pamoja? Kwa hivyo Sunday worshipers wako na mwenyewe anaitwa Constantino. Friday wako na mwenyewe anaitwa Muhammad. Saturday wako na mwenyewe anaitwa Mungu. Wewe chagua ni lako, utafuata nani? Lakini final answer ni ile kuwa uhubiri Saturday, Friday up to Sunday. Uamuzi ni wako. Mungu anakuwa kwa kila mtu. Mwenye wa Friday, Saturday up to Sunday. Wote ni wa Mungu. Maana Shetani hana mtu. Ndio nakuambia hivi. Kwenda Saturday imaanishi umeokoka. Na ni ukweli. Hata kuenda Saturday ni hivyo hivyo. Hata Friday hivyo hivyo. Wale ambao wameokoka wanafanya mapenzi ya Mungu na wana muhuri wa Mungu. Mpe usikie muhuri wake. 12 kile. 12. Ezekieli inasemaje? Katika 12 kitabu ni cha Ezekieli. Ama 20:12. 20:12. Ezekieli inasema hivi katika 20:12. Biblia inasema ama nipe Waebrania 4:9 ndio mzuri. Inasema watu wa Mungu ambao wameokolewa wana muhuri, wana muhuri wao. Sikia usikie. Basi imesalia raha ya Sabato. Kwa nani? Kwa watu wa Mungu. Mpe. Ube watu wa Mungu wamebakiwa na nini? Niambie. Nikwambie unasikia hapo? Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kumbe watu wa Mungu wana raha ya Sabato. Kwa hivyo wa Sabato ni watu ni wa Mungu, yes. Hakuna mtu mwenye si wa Mungu. Lakini hapa imesema watu wa Mungu wamebakiwa na raha ya si Sabato. Raha. Nirudie. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Mpe. Imesalia nini? Raha ya Sabato. Kwa nani? Kwa watu wa nani? Wa Mungu. Kumbe watu wa Mungu wana nini? Wana raha ya nini? Ya Sabato. Basi wacha sasa nikuulize. Uliza. Kwani hao wa Sunday si wa Mungu ama wa Friday? Mpe usikie. 18:4 Ufunuo wa Yohana ama 10:16 Yohana. 10:16 Yohana. Ni wa Mungu lakini wamepotea njia mpaka warudi. Ni wa Mungu waliopotea wanarudishwa. Inasema hivi katika 10:16 kitabu ni cha Yohana. Biblia inasema na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Mpe maiki. Kumbe wale wengine wanahitajika wafanyeje? Warudishwe. Wakuwe na nini? Kundi moja na mchungaji mmoja. Hiyo kundi moja imesaliwa na raha ya nini? Ya Sabato. Kwa watu wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo kundi moja litakuwa la Sabato. Sio Sabato. Unajua nini? Hii dunia hakuna mtu eti si wa Mungu. Sawa, naomba ukiongea uongee na maandiko Yes, lakini toa maandiko sasa. Kwenda kanisa ya Saturday imaanishi umeokoka. Naomba andiko. Ukienda kwa Friday, uende kwa Saturday, umeokoka toa. Na Saturday kwani kuokoka? Unajua kuokoka ni roho ya mtu, si eti maandiko. Mimi sijui Biblia yote, mimi si pastor. Na sasa wewe hiyo maneno unaongea na ujui Biblia, unaongea umetoa wapi? Nilikuzwa kwa kanisa. Kanisa walikufuza kwa zeti ama kwa Biblia? Mtu hata kwa Biblia. Nitolee hiyo andiko. Mtu hata akikaa siku ya Jumatatu nyumbani ahubirie Mungu. Hata hii. Bora unipe andiko. Naomba kati lingine hapo ndani. Naomba andiko. Mtu akikaa Monday akae wapi? Toa andiko.
Mimi sijui maneno na Biblia lakini nilifuzwa. Walikufuza na gazeti ama Biblia? Ni Biblia lakini nipe andiko hiyo. Lakini hakuna siku eti inafuatwa siku eti ndio mtu aokoke. Kuokoka ni roho. Haya, mpe huyo nikuonyeshe. Leta naweka. Haya, Zaburi 119. Zaburi 119 155. Zaburi 119 155. Asoma. Wokovu umbali na wasio haki, uko bali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zako. Mpe maiki. Chukua microphone. Eti nirudie. Rudia. Wokovu umbali na wasio haki, uko bali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zako. Mpe maiki. Kumbe wale ambao wameokoka wanajifunza nini? Amri za Bwana. Wale hawajifundisi amri za Bwana. Wokovu uko mbali. Na ndani ya amri za Mungu kuna sabato ndani. Kwa hivyo wale wanatii sabato wana nini? Wana wokovu. Wale hawatii, wokovu uko mbali. Lakini kwangu ila siku naenda church ndio maana nimjue Mungu na nimwabudu Mungu. Haya, sawa, kulingana na wewe. Si kulingana na Biblia. Umefanya vizuri, umesema kulingana na mimi. Sasa wewe sijui utakauka uwe Mungu ama uwe nani? Mwingine mwenye swali? Ndio mimi hapa. Haya, habari yako? Nzuri sana. Naitwa Dasha. Na wewe? Mimi naitwa Maina. Maina, habari yako? Nzuri sana. Uko na swali? Ndio. Haya, uliza. Mimi kulingana na nianze kusikiza. Wewe unafuataga maandiko. Ndio. Na mimi kulingana na vile nimelelewa tu kwa kanisa. Ndio. Na ni hiyo tu Biblia tulikuwa tunasomewa. Kabisa. Nimechanganyikiwa kabisa. Nashindwa sasa niendage kanisa Saturday ama ni Sunday. Ndio nimelelewa huko kwa Kristiano. Si Biblia imesema kanisa inaenda Saturday? Sasa unipruvie sasa vile siku zilianza ndio niamini hiyo Saturday ndio sasa wacha nikufundishe. Na itakuwa hiyo ndio siku ya naomba nikaribia hapa nikufundishia hapa. Nipe Mwanzo 2:1. Huyo nitamfundisha hapa maana nataka kuelewa huyo si wa kupisha. Biblia moja kitabu ni cha Mwanzo. Biblia inasema basi ndio mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote na siku ya saba ndio Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, ndio akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Naomba watu 7 tu wanikubalie wasimame hapa. Watu 7 nifundishe huyu ndugu yangu. Watu 7 simama hapo. Watu 7 nikufundishe vizuri tu kwa utaratibu. Sitarukaruka. Watu 7. 1 2 3 4 5 6. Tumebakisha moja hapo. Weka tu hapo. Weka. Basi wametosha. Aya, soma. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Ndio. Na siku ya saba Mungu alimaliza kufanya inasema na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Ndio. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya saba. Akaitakasa. Aya, mpe maiki. Unasikia vile Mungu alifanya? Alibariki siku ya saba na akaitakasa. Si ni kweli? Yeah. Kwa hivyo alihesabia 1 2 3 4 day 5 day 6 day 6 day 7. Hii day 7 aliibariki na akaitakasa. Ndio. Kwa hivyo hizi zingine zote alikuwa kazi hazijabarikiwa bado. Hii peke yake ndio imebadilikiwa. Hiyo ya 7. Kwa hivyo ili tuipate lazima tujue ile kwanza. Tujue Monday vile alianza. Si Monday, sitaje Monday hapo. Tujue siku ya kwanza ni gani. Sawa
Sasa tunatafuta siku ya kwanza. Haya, naomba unipe Luka 23:52 hadi 54. Inasema tunatafuta siku ya kwanza. Sawa Asoma. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato. Huyo mtu alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi ambalo lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Hapa tutaweza kufanya hesabu yetu vizuri, maana tumeambiwa Yesu amekufa siku ya maandalio na Sabato ikaanza kuingia. Kwa hivyo tuko na siku mbili, hazijapewa majina. Hiyo imeitwa maandalio na hii nyingine ikaitwa Sabato. Sawa Ayampe 28:1 Mathayo 28:1. Tunatafuta siku ya kwanza. Inasemaje? Katika 28:1 kitabu ni cha Mathayo. Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma. Kumbe Sabato inapokwisha, siku yenye inafuata inaitwa first day of the week, siku ya kwanza ya juma. Kwa hivyo tumepata siku ya maandalio, tukapata Sabato na siku ya kwanza ya juma. Hivyo saa hii tuko na siku 3. Ili tujue hii siku ya maandalio ni gani, Biblia itatuambia tu. Sasa naomba utusomee hiyo Biblia katika hiyo Luka 23:54, hiyo ya Kiingereza. Itupee tu jina ya hii ya maandalio, inaitwaje? This was done late Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Kwa hivyo siku yenye Yesu alikufa ni Friday. Wakristo wanasema Good Friday. Alafu tunaingia Sabato. Alafu tunaingia siku ya kwanza ya juma. Sawa Kwa hivyo Friday, alafu hii ingine inaitwa Saturday, hii ingine inaitwa Sunday. Kwa hivyo Sunday ndio siku ya kwanza ya juma. Kwa hivyo ndio hii ni Sunday. Sawa? Kwa hivyo tuanze kuhesabu. Sunday. Mpe maiki kwanza. Kwa hivyo umvenisomea maandiko kulingana na vile ule mtu aliendea. Sasa ile mwili akaambiwa ule mwili vile ulipelekwa, hawezi pewa akazike juu siku ya Sabato. Mwili ashapewa na akapeleka kaburini. Ndio alipopeleka kaburini ilikuwa ni siku ya Friday afternoon. Sawa Wale wanawake ambao walikuwa wamemfuata Yesu wakafikiria waende nyumbani, watafute manukato wakuje wa upake. Sabato ikaingia. Ikabidi waende wagoje Sabato iishe, waende wanunue wakuje kupaka. Kuja wakapata tayari ashafufuka. Tuko pamoja Sasa tukapata Friday Yesu amekufa. Sabato ikaingia. Sabato ilipokwisha ikaingia siku ya kwanza ya juma. Ndio tukaona siku ya kwanza ya juma ni Sunday. Umeelewa? Maana tumetoka Friday, Saturday, Sunday. Sunday ikaitwa siku ya kwanza ya juma. Hebu mpe usikie kwa hiyo Biblia Luka 24. Inasema early on Sunday morning. Unaona hiyo imeitwaje? Imeitwa Sunday. Asoma kwa hii ya Kiswahili. Hiyo Luka hii umeweka huko juu. Luka 24:1. Hiyo imeita Sunday. Ndio wanawake wanaenda pale kuangalia mwili wa Yesu. Inasema hivi katika 24:1 hata siku ya kwanza ya juma. Hiyo imeita Sunday, hii imeita siku ya kwanza ya juma. Kwa hivyo siku ya kwanza ya juma ni lini? Ni Sunday. Umeelewa? Sasa hii ndio Sunday sasa. Umeelewa? Sasa tunaanza Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Tuko ngapi hapa? 1 2 Alienda. Asia. Angalia Sunday, Monday, second day, Tuesday, third day, Wednesday, fourth day, Thursday, fifth day, Friday, sixth day, Saturday. Kwa hivyo Sabato ni siku ya Jumamosi. Elimu mkakae. Umeelewa? Nimeelewa hapo. Kwa hivyo ukitaka kwenda kanisa na siku yako ya kwenda kanisa ni gani? Ni Saturday. Kwa hivyo kuanzia leo utaanza kwenda. Mimi sijaokoka lakini ninaenda tu kanisa lakini nikitaka. Hata Yesu anataka uende kwake hivyo hivyo, akusaidie. Uko tayari kwenda kwenye ibada ya kweli?
ambayo inafanyika Saturday. Hiyo itakuwa uamuzi wangu. Haya, Mungu akubariki. Kuna mwingine mwenye swali? Haya, mpe dada yangu. Habari yako? Nzuri. Mimi naitwa Ndasha. Wewe unaitwa nani? Rina. Hata nani? Rina. Rina. Nauliza aje? Hii Sunday school itakuwa baada ya rapture, na ili jiwe lenye limeshaning'inia tukolanda litakuja baada ya rapture pia? Hiyo jiwe ni Yesu. Hiyo jiwe ni Yesu. Mpe sikie. Waefeso 5. Waefeso 2:20 inasema umejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, twende, naye Kristo Yesu mwenyewe ni nini? Ndiye jiwe kuu la pembeni. Mpe, unasikia, huyo Yesu ndiye jiwe kubwa. Kwa hivyo Yesu wakati anapokuja, unaona akichomoka kutoka kule mawinguni, hata kanyaga hapa, atachomoka tu na malaika huko. Yeye atakaa huko kwa hewa. Wale ambao watakuwa wamefufuliwa watamlaki huko, tutapaa, tutamlaki huko mbinguni. Kwa hivyo rapture, unyakusi, tutanyakuliwa tupatane na Yesu hewani. Mpe maiki. Na hii Sunday ndio sitaanza lini? Sunday leo inaanza kabla Yesu hajakuja. Yesu akiwa tu mbinguni. Maiki ni yako. Yesu akiwa mbinguni, wakati amekaribia kurudi kabisa, ndio Sunday leo itapitishwa. Na ndio hii inaenda kupitishwa hivi karibuni. Wakati itapitishwa, watu wa Mungu wataanza kuteseka. Tuko pamoja Biblia inasema kwa sababu ya wateule huo muda utafupishwa. Kwa hivyo Yesu atarudi. Kwa hivyo Sunday leo itapitishwa, Yesu atarudi. Umeelewa? Ndio. Na huyo mama ndiye anakuja na hii Sunday school. Nani? Huyo mama kahaba huyo. Mama kahaba. Ndiye huyo sasa. Na tayari yako. Si tulimwona jana? Anaitwa Pope. Pope ndiye atatipitisha Sunday leo. Ndiye ataweka sign. Lakini wale watailazimisha watu ni Marekani. Amerika ndio watalazimisha watu kutii hiyo Sunday leo. Kwa hivyo huyo mama kahaba ndiye atapitisha na walazimisha watu kuifuata. Na huyo mama ndiye anakuja na hii namba. Hiyo namba ndio yake tu, hiyo chapa ndio Sunday. Sunday ndio muhuri yake. Hiyo jina ambalo anaandikiwa pale, kuna jina la Kilatini linaandikwa Vicarious Filidae. Hiyo Vicarious Filidae likifanywa hesabu kwa Roman numbers ndio linakuja 666. Kwa hivyo kiti yenye amekalia ndio kuna 66 hapo. Kwa hivyo yeye ndiye ako na namba tayari, huyo mnyama. Mungu akubariki. Haya, mbo huyo. Habari yako? Salama sana baba. Ni wewe, tulikuwa na wewe? Ndio. Umerudi tena Haya, swali yako. Sasa kwa ufunuo nataka uniambie kiasi. Niambie. Kuna watu wanaitwa the 7 angels to the 7 churches. And the 7 seals. Ishafanyika ama wametumwa ama hawajatumwa? Washatumwa. Tena ni malaika wa mwisho saa hii. Tena ni malaika wa mwisho. Sasa hili kanisa letu ni kanisa la Laodikia. Ndio. Huyo malaika wake nafikiria alikuwa anakuja na ujumbe. Ndio. Alikuja na ujumbe mgani? Anawaambia kwamba mko baridi, mnasifanya mko tajiri, na kumbe nyinyi ni maskini, mko uchi. Huyo malaika mtafute Huyo malaika ni nani? Si ni ujumbe. Si malaika atakuja, ni ujumbe ambao utahubiriwa siku za mwisho. Biblia inasema ni malaika. Mpe huyo 14:6 Yohana. Unafikiri ikisema ni malaika akuja na mabawa, ataanza kuhubiri? 14:6 Ufunuo. Ufunuo inasema hivi katika 14:6 kitabu ni cha Ufunuo. Biblia inasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Mpe maiki. Huyo malaika na nini? Hebu mpe huyu kwanza, nimpe Panado. 1:19 Yakobo. Nimegundua hasikilizani. Wacha nikupe dawa kwanza. 1:19. Yakobo. Kitabu cha Yakobo. Hiyo ni dawa ndugu. Ndio. Inasema hivi. Hayo mnajua. Hayo mnajua ndugu. Hayo mnajua ndugu zangu.
wapenzi. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema. Wakati andiko linasomwa kama makini kusikiliza wala kukasirika. Haya, mpe andiko sasa. 14:6 ya Ufunuo. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 14:6 kitabu ni cha Ufunuo. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka kati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Anafanyaje? Wahubiri hao wakao juu ya nchi. Haya, mpe maiki. Huyo malaika anahubiri, ako na ujumbe, anahubiri. Kwa hivyo si malaika takuja aanze kuchukua microphone kama hizi. Ni wajumbe watakaopeleka ujumbe wa mwisho, ndio wanaitwa malaika. Ni ujumbe, maana huo ni ufunuo, huo ni unabii. Unaelewa? Naelewa. Kwa hivyo si malaika akuje hivi. Si malaika mwenye ati atapaa huko aanze kuambia okokeni. Ashuka kutoka chini. Hapana. Ni ujumbe. Ndio tukisoma kwa Kizungu inakuanga na malaika wa ndogo. Na tukisema malaika wa ndogo ni kumaanisha ni mwanadamu mwenye amepewa Roho Mtakatifu. Hakuna shida, ni sawa tu. Hata mimi siyasema ni mwanadamu tu ambaye anahubiri. Asante sana. Haya, huyo mwanadamu ashakuja amehubiri. Si mwanadamu mmoja tutakoea hubiri. Ni ujumbe. Ni ujumbe. Na wajumbe watakaopeleka. Na ni wajumbe 7. Tunasema wajumbe 7 ni ujumbe 7. Ni ujumbe 7 kwa kanisa 7. Kwa kanisa 7. Na hizi kanisa si kanisa 7 ziko 1 2 3. Hapana, ni stage ambayo kanisa la Mungu litaenda. Stage ya kwanza, stage ya pili, stage ya 3, stage ya 4, stage ya 5, stage ya 6, stage ya 7 ni ya mwisho. Kanisa la kwanza lilikuwa la Thessalonians. Sasa ukienda na hizo vile wale walihubiri ujumbe gani? Hivyo. Ni mada ndefu. Ndio hapo tuko pamoja hapo pastor. Ndio. Kwa hiyo kanisa la Thessalonians mwenye alipeleka ujumbe huko ni Paul. Ndiye alipeleka ule ujumbe, barua ya kwanza. Kanisa la Thessalonians. Kumaanisha katika ile kanisa letu la 7 la. Kuna kanisa linaitwa hapo la Thessalonike hapo. Katika hizo makanisa 7 kuna kanisa la Thessalonike hapo. The Church of Ephesians. Church of Ephesians. Anasema kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso. Andika. Kanisa la Efeso. Sasa Paulo ndiye alipeleka ujumbe katika kanisa la Efeso. Unaposikia kanisa la Efeso si hilo hapo Paulo alikuwa hapo ndani. Hapana, si nimekwambia ni ujumbe. Wale wamehubiri la kwanza si mitume. Si Paulo ameanza. Paulo amekuwa tu ndani lakini hata mitume wamehubiri tu. Kuna fasi umesoma ilikuwa wewe ulikuwa ulisoma ile mwanadada inasema tumejengwa kwa misingi ya manabii ya mitume na manabii. Naye Kristo Yesu ni jiwe kuu la pembeni. Ndiye jiwe la pembeni. Sasa swali yako ni gani? Swali yangu ni katika hizi lika 7 za kanisa tukianzia First Church to Ephesians tufike Laodicea. Huu mjumbe wetu wa Laodicea, ujumbe wake ni mgani kwa ufunuo? Mwanzo lazima kuna mjumbe mwenye alitoka. 3:19 si mjumbe. Nimekwambia ni ujumbe. Bora unang'ang'ania mjumbe moja ama unataka aijie uone hapo? Ama nani? Usiweke mtu hapo. Hapo hakuna mtu anawekwa hapo. Ni ujumbe. Wale watakao ubeba hata saa hii na uhubiri huo ujumbe tu bado. 3:19 Ufunuo. Inasema wote ni wapendao mimi. Wote ni huo ndio ujumbe ambao ni wa kanisa la Laodikia. Hebu anzia 17. Inasema hivi katika 17. Kwa kuwa wasema. Hebu anzia juu kwa kanisa la Laodikia. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Kanisa lililoko Laodikia andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina. Shahidi aliye mwaminifu. Na wa kweli. Mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Maliza. Nayajua matendo yako. Ya kuwa huu baridi. Wewe huu baridi. Wala huu moto. Uko fugufugu ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Maliza. Basi kwa sababu una vuguvugu wala hu baridi wala moto nitakutapika utoke katika kinywa changu. Maliza. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri na nitajitajirisha wala sina haja ya kitu. Maliza. Tangu juu ya kuwa wewe
na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Maliza. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri. Maliza. Na mavazi meupe, upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane. Maliza. Dawa ya macho ya kujipaka, macho yako upate kuona. Ayombe maiki. Huo ndio ujumbe wa malaika wa Laodikia. Anahubiri ujumbe huo. Unaona, wale watu wako ndani ya kanisa hilo ni fugufugu. Wanaambiwa mnajifanya mnajua, kumbe hamjui. Nunua kwangu dhahabu uweze kuwa tajiri. Nunua dawa ya macho upake macho upate kuona. Namna hiyo ndio ujumbe wa mwisho, kanisa la mwisho kabisa. Hadi sisi tukiwa ndani ya mmoja wao wale wako ndani ya kanisa la mwisho, tukiwa hapo ndani saa hii tunadhani tunajua na hatujui. Alafu ukisoma Malaki. Sasa swali yako gani? Naomba swali, usikae hapo kuongea mambo mengine. Swali si ushanijibu. Swali lingine. Swali lingine ni ndio swali hiyo ushanijibu nishaelewa. Swali lingine. Swali lingine ni Malaki 4:12 inasema katika hizo siku za mwisho nitawatumia roho wa Elijah. Huyo roho wa Elijah ashakuja ama atakuja? Mpe huyo. 17:9 Mathayo. Roho wa Elijah ameshakuja ama bado? Inasemaje? Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, usiambie mtu yeyote habari ya mambo hayo hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi hunena ya kwamba imempasa Elijah kuja kwanza? Inampasa Elijah kuja kwanza. Naye akajibu akawaambiaje? Kweli Elia yuwaja kwanza, naye atatengeneza yote. Ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtenda yote waliyotaka. Vivyo hivyo na mwana wa Adamu naye yuenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa anasema nao habari za Yohana Mbatizaji. Ameshakuja huyo. Ashakuja. Ndio huyo anaitwa Yohana Mbatizaji. Anaitwa Yohana Mbatizaji. Ndio. Yohana Mbatizaji alikuwa ni roho ya Elijah. Alikuwa na roho ya Elia. Lakini kulingana na hiyo Malaki inasema katika ile siku ya mwisho ya Bwana. Kwani Yesu alisema kizazi hiki akipiti mpaka nirudi? Kwani kizazi siku za mwisho ni gani? Yesu amezaliwa wakati wa Roho na atakuja Roho ikitawala. Hakuna utawala mwingine. Kwa hivyo ni siku za mwisho. Ama unafikiri kuna siku zingine tunakoja? Yesu akija anawaambia tubuni, amini Injili, ufalme wa Mungu umekaribia. Wale ulikuwa umekaribiaje? Si alikuwa katika utawala wa mwisho? Kwa hivyo Yohana alikuja akatengeneza mapito ya Yesu. Yesu akaja. So hakuna roho mwingine wa Elijah. Roho wa Elijah bado yupo. Anaendelea. Si ndio huyu tunatumia kwanza, tunatumia gani? Unafikiri utahubiri hivi na uhubiri bila roho ya Elia? Haya, mwingine mwenye swali? Mwingine mwenye swali? Basi nafikiri watu hapa wameridhika. Mungu awabariki sana. Tumejitolea ili tuweze kutoa elimu kwenu. Tumetoa kwa kadiri ambavyo Mungu ametujalia. Sasa kuna mahali ambapo huwa tunakusanyika wakati watakapofungua. Ukipita kwa hii barabara iko hapa nyuma ya hii kanisa hii, pale juu kuna barabara nyingine inapanda hivyo. Kuna kilabu inaitwa hapo juu, kuna kilabu inaitwa Lions Club. Ukiteremka na hiyo barabara utapata shule chini inaitwa Maryville John. Kwa hiyo Maryville John kuna barabara kama kana mchanga kama hapa. Ukiteremka nako chini pale mwisho kuna gate iko hapo. Hapo kuna gate iko hapo ya blue. Hapo ndipo huwa tunafanya ibada kila Jumamosi kuanzia saa 2:30 mpaka saa 11. Hata saa hii wale watu tuko nao hapa wachache tunaenda hapo kumalizia sabato hapo mpaka jioni. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri. Mungu aweze kuwabariki sana.
elimu ambayo Mungu alihitaji tulete kwenu, tumeileta bila kuficha. Kwa hivyo tutaomba tuweze kumalizia hapo, tukaelekee sehemu hiyo, tukamalizia ibada kule nyumbani, na Mungu wa mbinguni awabariki. Tunaomba. Baba na Mungu wetu uishie mbinguni na mioyo ya watakatifu wako, tunakushukuru sana kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa, tumeweza kulisoma neno lako. Tunaomba utujalie kukaa kulingana na neno lako, ili unapokuja mara ya pili tuwemo katika watakao kulaki mawinguni. Bariki wote ambao wanakusanyika katika stage hii, wabariki madereva pamoja na makondakta na wale wanafanya kazi zao za mikono katika sehemu hii, na pia wale wanaosafiri. Uweze kuwabariki na kusafiri pamoja na wao, waondolee mikosi na ajali barabarani. Walinde wote mpaka mwisho wa dahari. Tukutanishe wakati mwingine, tuendelee kujifundisha neno lako, na kama utakuja kabla hatujapatana, tunaomba tuweze kupatana na wao katika meza ya kioo katika ufalme wa mbinguni. Jina lako litukuzwe, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Mungu awabariki, tunawatakia kila laheri. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Shukrani, bye bye. Wow. Fancy. Mambo. Umekuja na yeye? Huyu sababu. Tunaenda huko. Sio kusoma nataka. Nataka kusoma. Sio na kazi yako. Jambo. Salama sana.